Sasa sijui kama wewe unajua hiki hapa kitu, but nikuja kuelewa kwamba few of my mistakes ambazo nilikuwepo nafanya back then wakati naanza trading ni kwa sababu mara nyingi sana nilikuwa sina trust kwenye system yangu ambayo naitumia kwenye market. And then back nilivyoanza kuwa na trust kwenye system yangu, ndo nikaanza kuignore some of the trading instruments ama some of trading pairs, some of trading setups, hata price action nikaanza kuzignore, hata market condition nikaanza kuignore some of them ambazo ndo zilikuwa zinapoteza sana pesa yangu. Nilijua vipi? Ni kupitia backtesting. So system backtesting, kuna a good way and a bad way ya kufanya backtesting. Kuna different platforms online ambazo huwa tunazitumia kwa ajili ya backtesting, ya kubacktest strategy yako, ukajua win rate, ukajua jinsi gani market conditions system yako ina obey na market conditions gani ambazo system yako haiobey kabisa. That's through a certain trading platform ambayo inabidi ujue jinsi ya kuitumia vizuri ili uweze kukupa matokeo chanya. So kupitia hii video nimekuelekeza step by step uweze kuelewa how unaweza ukabacktest very successfully, ukajua trading system yako ina win rate kiasi gani. Sio tu win rate, ukajua jinsi gani trading setup fulani inatakiwa uignore kwa kupitia certain conditions. Wengi wanakuwaga na trading strategy lakini hana data. So data ndicho kitu muhimu, na platforms kadhaa ambazo I've been there, nimekuwa nikitry out different platforms, wanakuwa hawakupi ile room ya kujua ya collect data pasipo kuwepo naziangalia. Most of them ni kama TradingView, but kupitia hii video nimekuonyesha the whole guideline like ambayo unaweza ukaitumia into your trading, especially kwenye kufanya backtesting. To be honest, kama mimi ningekuwepo right now naanza trading, hii video ingekuwa one of the open eye. Sio open AI, ni open eye ama eye opening kwenye kuanza kuona matokeo kwenye trading career yangu wakati naanza trading. So I hope kupitia video you will gain a lot more of gems and itakusave sana. Okay, so kama wewe ni kwa mara ya kwanza kwenye hii video, don't forget to hit your subscribe button, hit your like, hit your comment, niambie maoni yako kuhusiana na hii video. Lakini pia kama una marafiki traders yote, just share hii video so that na anaweza ka gain more, ikamwongezea a certain pinpoint kwenye trading career yake, kwa sababu he or she pays nothing, haulipi chochote, ni bando yako just like that. No time wasting, let's jump into today's video. Kupitia hii video I'll just show you a step-by-step guide on how to backtest very clearly. For serious traders, kama tayari una your own trading strategy, this is one of the helpful video. Most traders huwa wana strategy by few, wanakuwa na actual data kujua win rate, kujua how strategy yake inavyo perform. Lakini pia kitu ambacho ni cha msingi zaidi, pale ambapo strategy yako haiperform, inakuwa difficult kama hauna data kujua kama strategy yako iko wrong ama iko not wrong. So backtesting is not about assumptions most of time. So if this setup would have happened, labda whatever ambavyo unakopa unachukulia trading setup, hautaki utumie zile assumptions kama maybe whatever this setup is I would have taken. No, inabidi uwe na clear data. So backtesting ni process ambayo you test ideal trading setups, you see probabilities, lakini pia you build confidence kwenye your trading setups ambazo unakuwa unaziona. Kuna watu traders ambao wanakuwa na trade only one trading mode. No emotion trading unapokuwa na backtested trading system. So what is backtesting really is and what it is not. Backtesting tunasema ni testing strategy kwa kutumia historical data to just confirm your edge kwenye market. So vitu ambavyo na confirm wakati tunafanya backtesting, cha kwanza ni win rate ya strategy yako, drawdown na vitu kama hivyo. So before you backtest inabidi uelewe what is your entry, kwamba wewe wakati unafanya backtesting how do you approach the entry level, the exit and all those kind of stuff. Inabidi ujue what is your exit, inabidi ujue what are conditions kama ni vitu gani ambavyo unaangalia before kuingia trade.
au vitu ambavyo vitafanya wewe usiingie trade. Market selection very important. Unaweza ukaselect at least 1 to 4 trading pairs wakati ambapo unakuwa unafanya backtesting. Lakini pia unaweza ukadefine your time session. Hii ni one of the tricky point, kufanya backtesting pasipo kujua hiyo time wakati ambao unafanya backtesting ilikuwa ni muda gani. Was it New York session ama London session? Sasa hii ni step by step process jinsi ya kufanya backtesting. Cha kwanza kabisa inabidi uchague backtesting platform. So hapa naweza nikakusuggestia some of the platform ambao baadaye nitakuonyesha, lakini TradingView na Replay, these are some of the trading platforms ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya backtesting. Step 2 inabidi udecide trade like it's a live market kwa ajili ya kujua the conditions, entries na rules lazima ziwe in place. Step 3 lazima urecord every trade setup ambao utakuwa na take. And then never trust your memory. Make sure unakuwa unatumia data. Lakini step 4, sample size ya kutosha. Inabidi uwe na sample size at least maybe kama ni 2 years, 3 years, you just decide. Lakini pia analyzing backtesting results. Jinsi ya kuanalyze backtesting results. Hii ni quite easy. Cha kwanza, after backtesting lazima uangalie win rates, lazima ujue average risk reward ratio, lazima ujue drawdown, lazima ujue losing streaks zilikuwa ni za muda gani, and what the other mode of your trading setup labda muda mwingine inakuwa haifanyi kazi. Ila inabidi ujue best na worst conditions za market movement ambazo wewe zikuruhusu kutrade. Don't look for a perfect trading strategy kwa sababu it does not exist. Kuna wengine akiwa kwenye live market wherever anakuwa anatafuta just a perfect trading setup ambao hapati at least drawdown, hapati losses, but hiyo strategy inakuwa haipo kabisa. So kuna common backtesting mistakes ambazo you have to avoid. Hizi ni major mistakes ambazo I myself I did them, but you should avoid kwa sababu tayari ushakutana na hii message. Cha kwanza ni changing rules in the mid. Wakati ambapo unafanya backtesting, make sure usibadilishe rules. Choosing good trades, never ever choose good trades. Kwamba hii trade ilitokea muda gani ambao nilionaga kabisa, ngoja niangalie. No. Choose take trades as if you know nothing. Lakini pia never journaling losses. Kuna traders wengine wanakuwa wanafanya backtesting alafu hawafanyi journaling. Over optimizing strategy, lakini pia kuignore drawdown. So backtesting ni truth mirror ambayo inakuonyesha the true you, the true colors of you ukiwa kwenye market. So never ignore anything. So how backtesting inakusaidia kwenye psychology? Kwanza unapofanya backtesting una reduce fear, lakini pia inakuonyesha losing streak kwamba ni very normal kwenye trading strategy. Inatengeneza trust kwenye system yako, lakini pia inakufundisha patience. Once you have a clear understanding of data, you never fear losses. So nataka nikuonyeshe hii on live chart uweze kujua backtesting vile ambavyo inafanya kazi. Sehemu mbili ambazo unaweza kufanya backtesting. Sehemu ya kwanza ni hapa tunaita kwenye TradingView platform. So TradingView, the easiest way ambayo inaweza kukusaidia uweze kufanya backtesting kwa namna ya uzuri zaidi, inabidi uwe umeilipia hii platform. Unaweza kwa monthly, kuna monthly subscription ukalipia nadhani kama $15 au $14 monthly. But hii sio one of the best. Nitakuonyesha one of the best baadaye, lakini hapa jinsi ya kufanya backtesting, cha kwanza inabidi umesha select trading pair ambao unataka uifanye backtesting au trading pairs kwenye watchlist yako. Mkono wako kushoto kama hapa tayari mnaona nina hizi rules. Like last time kwenye lesson yetu nimekuambia kwamba ili uweze kufanya backtesting yako iwe more useful inabidi uwe na rules on press. Nikisema rules ndo zile conditions ama sheria ambazo unakuwa unazitumia every single time ukitaka kuplace trade yako. Okay? So kama hapa hii ni LI checkbook ndo ambao tunaitumia kwa ajili ya kufanya live trades. Unaweza kuona kuna conditions tukiwa tunafanya analysis, kuna conditions tunapokuwa tunafanya entry, lakini pia kuna conditions upande wa risk management kwa ajili ya sisi kujicontrol upande wa psychology. So kitu ambacho inabidi ukizingatia unapokuwa unafanya backtesting, mkono wako kushoto hapa kuna sehemu ya trading pair right there, lakini hizi ni time frame. Time frames zinakusaidia kwa ajili ya kufanya top down analysis, kwa maana kuanzia kwenye high time frame kuja kwenye lower time frame. Lakini hapa kuna indicators. Sasa hii ni one of the trick part ukiwa unafanya backtesting,
maana yake inabidi uassume kama ile siku ulikuwa upo live kwenye market, lakini hauwezi ukajua kama hapa ilikuwapo ni mchana au ilikuwapo London session ama New York session ama Sydney session ama Tokyo session. So kuna hizi indicator unaweza ukaitumia wewe mwenyewe ukiwepo unafanya backtesting. Kuna hii ambayo tunaita ni FX market sessions. Hii hapa tunaita ni FX market sessions. So utaklik hii FX market sessions right there, ita display hapa. Hope. Yep, hii hapa. So hii inakusaidia uweze kujua ile hiyo siku exactly ilikuwa ni London session ama New York session. Unaweza ukifanyia settings. So settings zake ni very easy pia kuzitumia. Unaweza kuona hapa kuna London session, kuna New York session, kuna Tokyo session, lakini pia kuna Sydney. Most of time nikiwa nafanya backtesting, most of time huwa napenda nione New York session na Sydney session. Unaweza ukadecide pia rangi za kutumia hapa. Unaweza ukadecide pia uweze kuona kwenye difference ya siku ngapi. Kwa mfano hapa naweza nikadecide nione let's say kwenye difference ya siku 4 tu. Kwa hapa itakuwa inaonekana prior siku 4. So naweza click okay, just like that. So nikizoom right here kama hii sasa hivi, hii ni New York session na London session. Okay, just like that. Sasa hii ni kwenye indicator. The most important thing ni kwenye trading pair. Inabidi uselect asset ambazo unataka kufanyia backtesting. Hapa kwa juu mkono wako wa kushoto kuna sehemu ya bar replay. So ukiwa unafanya backtesting, basically inabidi ubase kwenye data za at least miaka 2, mwaka 1 au miezi. Wewe mwenyewe utadecide. Kwa mfano kama hapa ni weekly, naweza nikadecide okay, ngoja nifanye backtesting kuanzia let's say kipindi hichi hapa. So naweza nika start new here from here. Okay, just like that. Kwa mimi session yangu zitaanzia hapa. Now hapa naweza nikadecide kuanza kufanya backtesting, kufanya analysis kuanzia high time frame mpaka kwenye lower time frame, let's say kwenye 30 minutes. So kama hii ni 30 minutes na hapa ni GJ, naweza nikaifanyia backtesting kama vile ni live, just like that. Ubaya wa kutumia trading view ni kwamba ni moja, utakuwa hauoni win rate, hauoni a lot of stuffs kama win rate, loss, duration na nini hauwezi ukaona. Sasa kuna hii platform ya pili ambayo inaitwa FX Replay. So kwenye FX Replay nitakuwekea link kwenye description ya hii video, iangalie. Alafu nitakuelekeza jinsi ya kuitumia. Ukifika hapo get started hapa uta sign up. Lakini uzuri pia wa hii platform, kabla ya wewe kununua platform account, unaweza ukatest strategy yako. Je, ina workout vipi kwenye strategy yako? Like kama hapo utaona kuna backtesting, kuna profile session, lakini pia kuna tutorials. Kitu kingine hapa sehemu ya live hapa unaweza ukafanya live trading, lakini pia kuna strategies, unaweza ukatest strategies, lakini cha muhimu zaidi pia unaweza ukabattle na traders wengine kujua strategy yako ina workout vipi kwenye different instrument. Inaweza kama Nasdaq, inaweza kama US30, inaweza kama German 30 kwenye currencies, gold, BTC. Unaweza ukabattle huku na traders wengine live. Okay? So leo nitakuelekeza jinsi ya kufanya backtesting tu, ambacho ndio cha msingi. So ukiwa unafanya backtesting inakupa matokeo kama haya hapa. Mfano hizi ni mifano tu ya LI trading strategy wakati ambapo unaifanyia backtesting. Kuna zingine ambazo zishafutika, baada ya muda fulani huwa zinafutika. So here is the thing, utaklik hapa sehemu ya backtesting session, and then create session. Unaweza ukaname session, for instance labda hii niseme ni testing. Alafu kwenye amount hapa utaweka amount ambayo unataka utesti strategy yako from. So for kwenye example ngoja niweke $100 $1,000. Utaselect hapa assets ngoja nichague let's say GJ, nichague pia labda UJ as well. Ngoja kwa mfano tu nifanye backtesting kwenye hizo. Nitaselect chart layout. Kwa mfano hizi ndo layouts zangu ambazo huwa nazifanyia backtesting, lakini kama hauna, kama ni kwa mara ya kwanza, inabidi utengeneze tu ya kwako. Alafu nitaselect initial date. Sasa huu ndo uzuri wa hii platform ukikompare na TradingView. So uzuri wa hii ni kwamba unachagua initial date kwa kutoona kule kwenye charts. Kwenye TradingView
ukiwepo na select, kwa mfano hapa bar replay, nitaingia sehemu fulani nita cut, lakini nakuwa tayari nishaona huku market iko inafanya nini. Ila kwa huku just select initial dates. Kwa mfano hapa ngoja nichague initial date labda Oktoba tarehe 14 for instance. Alafu end date ngoja nichague labda tarehe 2 February. Alafu just click hapa create session. Kisha create session, kwa chini huku utaona ime display na itafunguka. Well, kishafunguka utaona kitu kama hiki. Sasa hii ni tayari nishaifanyia settings ya nishaifanyia tu settings, na unaweza ka screenshot wewe vyovyote ambavyo unataka, kama unataka setup yako ama session zako ziwe za namna hii. Chart yangu hapa nimeweka, kuna vitu very tricky nitakufundisha ukiwepo unafanya backtesting ili uwe more effective. Kuna hii indicator ambayo nilionyesha pia huku, hii hapa, na huku pia ipo, ila inabidi uifanyie settings. So hapa juu kwenye indicator utaona kuna different indicators, so ambazo nazitumia, ambayo naitumia, andika hapa time sessions. Hivi ni time session, nadhani kitu kama hicho. Was it time session? Then niandika sessions just like that. Sessions, yes, itakuja sessions. Andika tu session, itakuja hapa custom session indicator. Hii ndo ambao naitumia kia hapa. So inabidi uifanyie some edits ama settings. So unaweza uka double click, itakuletea settings, au unaweza ukaingia hapa kabisa kwenye hii nini yake, afu ingia hapa settings. So ukiingia kwenye settings itakuleta hapa. Unabidi ufanyie setting ya sessions. Kwa mfano hapa session ya kwanza ni New York. Kwa hapa manake New York kwa huku wa inaanza saa ngapi? Mfano inaanza saa 9. London session inaanza say saa 3:30. Nimeweka tu afu inaendi muda fulani. Alafu huku unaweza ukamark, kuna vitu baadhi tu hapa nimevitoa. Unaweza ukaifanyia ukaset kama hivi ambapo inaonyesha hapa ili iwe more effective just like that. So mimi wana trade in London na New York session, ndio maana unaona ziko mbili tu just like that. Kitu kingine, mkono wako wa kushoto hapa, wa kulia, utaona hapa kuna checkbook yangu. Hii ndio ambayo unakuwa una deploy kwenye hizi analysis zako kujua kama je ina workout vipi. Kwa chini hiki hapa ndio ambacho tutakuwa nakitumia kwa ajili ya kutumia kama bar price. So for instance, naweza nikafanya top down analysis kuanzia kwenye one day. So tunafuata hizi rules ambazo zipo on place. Na uzuri pia wa hii platform wanakupa sehemu ya kufanya journaling. So ni one of the thing. So unaweza kaangalia kwenye hata time frame, hii market imekuwa ikifanya swing highs na swing low. Kwa hapa tutakuwa na expect sehemu fulani ambapo market inaweza karudi. Nadhani inaweza karudi hapa au hapa hivi. So kwenye lower time frame tutajua wapi ambapo market itarudi. Lakini hii tayari tunajua ni uptrend market structure. Kitu ambacho nitafanya nitamaki high hapa ambapo nice market lazima i break, alafu nitamaki lower here. Ila nadhani inabidi ni mark hii kwa sababu nipo kwenye weekly, nadhani market inaweza karudi hapa au hapa hivi kulingana na time frame ambao nipo. Kwa sababu nipo kwenye weekly nitaangalia hii as my first preference. Ila nikiangalia kwenye daily, let's see kwenye daily nini kinaendelea. Well, so kwenye daily nadhani market inaweza karudi hapa kwa sababu hii ndio strong momentum ambapo tulipata hii breakout structure. This is a breakout structure ambayo ndio ilikuwa formation ya hii high, tukabreak tukaform another high. So nikiwa kwenye lower time frame nitakuwa nasubiri kufanya kupata opportunity za kubuy kama overall market structure. While kuna hizi opportunities za kusell ambazo nazita ni counter trend au trend inside a trend. Kutrade hizo most of time wasipendelei kama nikiona let's say ni chop market, ila nikiona iko direct and then I can take them. Kwa kwenye checkbook hapa tayari tushajua market direction, inabidi tu market structure kwenye 4 hours little quick. So boom, this is 4 hours. So kwenye 4 hours inaweza kaona tayari market hapo ishatuonyesha hii swing high kutoka kwenye hii low, tuna breakout structure formation ya hii high, ya hii lower, and then tuna formation ya huyu high hapa, and tuna formation ya hii low and na huyu high hapa. So definitely inabidi subiri either market push high, labda irudi hapa au i break hapa, and then tutafanya entry kwenye retracement just like that. Simple as always. Make sure strategy yako au complicate chochote.
So from here naweza nikamark key high here, lakini pia naweza nikamark this is my lower here ambapo price ipo right now. Naweza nika switch kwenye 1 hour and then final kwenye 30 minutes. So kwenye 1 hour tunachokiona hapa ndo muhimu sasa wa kutumia ile indicator. Ile indicator ilikuwepo inatuonyesha hizi sessions. Unatakia ujue je, wakati market hapo inafanya hizi kelele zote ilikuwa ni during London ama during New York session. So for instance hii ni kwenye nadhani New York session ilikuwepo inakaribia coin kwa sababu this is London and this is New York. So naweza nika play bar kwa nitumie 1 hour ili mambo ni save time kwa sababu. So let me play bar and then naona hapa kuna strong breakout structure right here. So nadhani market itakuwepo inataka irudi maybe around here kwa sababu ndio next resistance. Lakini hapa kuna strong market imbalance, you can easily see it according to our rules. Inabidi tuone supply to mark supply and demand, baada tujays mark inabidi at least nione kuna reversal candle. So this is the candle formation right here. So ngoja ni delete. Strong supply and demand huwa mara nyingi zinakuwa between sisi tunatumia Ghana box tool kwa ajili ya kujua strong demand na strong supply level. So kwa kutumia Ghana box tool naweza kaona hii ni tool ambayo inaturahisishia sisi kujua a strong demand ama supply level itakuwa wapi. So for instance hii ndio ilikuwa level ambayo tumepata breakout structure right here, lakini pia ipo around my Fibonacci level au Ghana box tool. Kwa hii ni strong level ambayo inabidi niangalie selling opportunities just like that. And target inabidi niweze kurefer. I have to refer this swing at, wengine napenda kuita external lows. So my all entries zitaanzia hapa kwa sababu hii ni 1 hour, nita switch kwenye 30 minutes ambao ndo most of my entries zinafanyikia right here. So hapa nitasubiri a retracement, lakini tukumbuke tupo kwenye counter trend. So nikiwa kwenye high time frame tayari tushajua, so my take profit itakuwa hapa ambao ni risk reward ratio. Hii risk reward ratio yangu ni 1:3 just like that. And then nita place trade, lakini kwenye hii particular trade nita risk 3% right here. Alafu nita place trade. So kwenye hii tool uzuri wake pia unaweza ukafanya journaling. Unaweza ukajournal trade yako. Unaweza ukatake screenshot hapa, just take a screenshot, itaonekana hapa and ukazili save. Unaweza ukaweka pia few data kama tags, unaweza ukaweka checklist ulivyoviona hapa, lakini kusave muda nadhani sitaandika, just place this trade. So tayari kwenye journal yetu hapa tayari tushaweka hii kitu. And then nita place another trade ambayo hii itaenda direct kwenye hii. Nadhani hii itakuwa ni swing sasa. Just place a trade right here and hii nita risk 2% kwa sababu ni swing. Just click it up, take a screenshot, unaweza ukaandika swing whatever. So just like that, and so tuta play hapa tuone market ilifanya vipi. Boom boom boom, naona market ilirudi black. Tuone hapa itakuwa vipi. Naona kama stop loss yetu iko tayari. Entry tayari. Let's see. TP. Market imerudi kidogo hapa naona. Seems like okay. Almost see market haikuhiti take profit yetu ya pili, lakini ya first target ambayo tuliweka tayari sha hit. Hii naona bado ja hit, but let me just replay real quick. Nione market yes, now take profit was hit. Nadhani ilikuwepo ni swing trade ya almost 2 days ama yes, nadhani 2 days kwa sababu this is first day, second day, just like that. So tutaingia tena tuone another example, tuone pia market ifanya nini. Well, kwenye 30 minutes naona tayari imesha tap kwenye hii zone. Bara ngoja niangalie nikitumia hii Fibonacci. Ngoja ni delete real quick. Naenda faster ku save time, but I hope you guys mtakuwa mnaelewa kitu ambacho nakielezea hapa. So niangalie kama naweza nikafanya entry hapa, ila naona stop loss yangu itakuwa ni kubwa sana, pips 50. Siwezi kurisk pips 50. Let me just wait kama market ikirudi mita hiyo, and then I will take this trade.
I will take this trade labda mpaka this target here. Itakuwa ni kama swing. Kama ningeanzia huku juu and then ningekuwa na opportunity nzuri. So let me check. I will press this trade right here. Hii nitakuwa nasubiri nitaweka buy limit, nitarisk 3%, then nita press a trade, nita take screenshot and nita save. So let's see vile ambavyo we play out. Oh, and we are in kwenye key trade, which is quite good. So kwa sababu we are in, I can also take another trade right here ili kumaximize, kwa sababu kumbuka tupo kwenye entire market trend. At this level nita just take only 3%, only 2% at market price. Other things as well, neza nikaandika kila kitu, but you can just light everything right there. Okay, so let's see play out how market went. Boom, boom, boom. Prayer and wow, that's good. This was one of the good trade, to be honest. Now tayari kwenye journal yetu hapa ita refresh. Let's see how much we have made so far. And kwenye particular trade tumetengeneza $171, which is quite good. So no losing day. Now let's switch now. So hapa ni kwenye 1 hour, tutafute another trade. Hii trade tayari, ngoja let me delete everything right here. Imekuwa ni one of the good setup. So hapa naweza nikaona kama tuanze kwenye 4H ili tuweze kujua je market. Alright. So hapa naweza tukapata opportunity nzuri kwa sababu hii market inabidi tuje mpaka huku juu. So hapa naona kuna strong level ambapo market imefanya breakout. So you see this is one of the very good opportunity kama market ikirudi. So let's try to find out fair value gap. Hapa mna fair gap, so there's no way market itarudi kwa sababu hapa mna any market imbalance, ila tuna hii market imbalance this area. So nadhani humu ndani kwenye 1 hour tunaweza tukapata opportunity, kwa sababu sidhani kama market itarudi kwa sababu kwenye 1 hour there's no any area ambapo market imeacha imbalance. So let me just to make it a bit easier, nisubiri opportunity hapa hivi. And then kwa kutumia Fibonacci ama Ghana box 2, ngoja niangalie kama market, yes, itaweza kupata opportunity right here. So just to make it easier, that's my demand level here, stop loss above and like there. So to switch up kwenye 30 minutes tuone je market itarudi hapo ama vipi. So let me place my trade. Gonna place trade. Hii nitatumia buy limits. Let me risk 1% kwenye particular trade. And then take screenshot. That's it. Now buy replay. Naona haikufika kabisa. Haikufika, imeishia huku. But let's see. Kama isipo break up above, hii hatutai delete. Tutaendelea ku hold. Okay, naona imerudi tena. So might come back there. Imeishia. Oh my god. Let's see. Isipo break above manake itarudi. Imechezea tena hapa. Where? No. Let's see. Tume break above. So this is no longer valid trade. So tutai delete and we just wait for another opportunity. Now let me delete everything. Tarudi kwenye 4 hours niangalie nini kilikuwa kinaendelea. Naona hapa market tume break above right here. Kuna key breakout structure, strong one right here. And then niangalie next candle ilikuwa vipi. Kama next candle inaweza kufanya pushback. So tunaweza tukapata entry ya kubuy mita hii. So kwa kutumia Ghana box 2 tutafute high quality demand level, sehemu ambapo kuna market imbalance. Hapa kuna market imbalance, kwa ni must market kurudi hapa hivi. So to make it a little bit easier, just push back like this, push it like this, and then entry itaanzia hapa hivi, stop loss a little bit below TP. Kumbuka hapa inabidi tujue tunakuja hapa kwenye hii line, so take profit ndaika hapo. Now just place this trade. Nitaliski 3% kwa sababu naona iko straightforward. Take screenshot and save.
So far, let's see how market goes. Haikufika. Seems like market haikuload. Oh, this is a invalid trade setup. So I just delete and wait for another opportunity. Oh, hapa naona kuna strong push down, let's say kwenye 4 hours. Hapa kwa nini market ilifanya hiki? Itakia balance hapa or something. Let's see what happened. Oh, kuna strong push down, nadhani hapa tunaweza ukatafuta opportunity za ku buy. So let's see market ambapo ili react hapa, delete everything. Kumbuka hii ni kwenye 4 hours. Tuna hii strong rejection hapa. Kwa hiyo tukiplace entry za kubuy hapa, manake it will be a little bit not good, but let's see. 4 hour candle. Hii ni continuation ya down, so tutaweza ukateka opportunity za kusell kwa sababu ya hii market structure, ila tunakuja mpaka wapi? Nadhani market itakuwepo inakuja mpaka hapo, so nita switch out kwenye 1 hour right here, nitafute opportunity za kusell ndani ya hii kitu. So ngoja ni pray next. Same like okay, nitafanya entry ya kubuy from here right there kwa sababu ya hii break of structure. Ingawa hii ni counter trend, hii itakuwa ni counter trend market structure kwa sababu tumeona kuanzia kwenye high time frame hii ni market ni opportunity, ni trend, ni uptrend market structure. So nikiwa kwenye lower time frame inabidi niwe very very careful. So nadhani hapa nitatumia Ikana block 2 and then nitafanya entry right here, stop loss at least here above there, TP at least above there, risk reward ratio 1:3, which is quite fine. So let me take this trade, lakini pia ni counter trend, kwa ni risk 1% kwa sababu ni counter trend. Take a screenshot and save. So let's see what happened. Boom boom boom. Oh I feel that guys. Mwana ya loss. Yes, tumeencounter loss, lakini of course nilijua kwamba ni counter trend, so the structure was not good. Kwa tuangalia kwenye 4 hours. Kwenye 4 hours seem like market tayari ni kama ilikuwepo inakuja hapa hivi. So let me remove this. Kama market ilikuwepo inakuja mitaa here bro. Right here. Ambao ndo kulikuwepo na strong our strong what black of structure, kama mnakumbuka hapa ambapo tulitaka to take buyers, na market imerudi kabisa kutest. At same time kwenye 4 hours tumeclose na reversal candle, so kwenye lower time frame kwenye lower time frame inabidi tuangalie opportunity za kubuy. So hizi ni attempt za buyers, zote zilikuwa zinaanzia mita hii. So ngoja ni switch kwenye 1 hour, tutafute sasa opportunity za kubuy. So all of the attempts za buyers naona zote zilikuwa zinaanzia mita hii, ambapo pia kuna hii strong level. Now kwa kutumia Gunbox tool, let me find out level ambayo inaweza ikawa a bit stronger. So this is my demand level right there. Now hii sijui itakuwa vipi, lakini let's see how this will be. Now let me switch lab to 30 minutes ili niweze kulifine hii level, nipate at least level same like. Okay, so nikilifine hapa guys, niweze kalifine hii demand lakini pia hapa juu ambapo pia kuna strong black of structure right here, kuna hii a small demand hapa hivi. So I can decide. Hizi tips ni mafundisho elite members kuwa na multiple, unaweza ukawa na options. Unaweza ukawa na option. Ila hii trade nitatamani nisitake hii trade kwa kutumia pending, kwa sababu hapa nina 2 options. Kwa itabidi nisubiri reversal candle nione je reversal candle ili activate, but my entry has to be here. Take profit right here.
Risk reward ratio 1:3.3, so it's not bad. Now let's see. So no. Nikawa market imegusa hapa. Oh my god. Going to me 15 minutes. Let's see. Now naona 15 minutes hapa tukafanya entry at market price, stop loss a little bit below, and TP there, and press a trade. Inter-riski 3% kwa sababu ni high probability trading setup. Ngawa kwenye lose zangu hapa inabidi ni riski to one side, lakini this is high probability. So let's see. Nimefanya ndivyo sivyo. Hii inabidi ni place at market price. Your limit. Market price, place this trade. And yep. Just like that. Now let's see. And whoa. What a nice trade, guys. Hii nadhani kulikuwa na heavy news or something, sababu ilikuwepo ni strong push. Hata ilivyo break here, naona hapa ilivyo break hii structure, tulikuwa pia na other opportunity nadhani kwenye lower time frame. Nadhani ilikuwa to the next day we would have taken this as well. Okay, so now let's see now kwenye journaling. Tumeconsider data. This is our analysis. Kwanzia hii ndo analysis yetu. Tumetake how many trades? Tumepata hasara moja nadhani. Kuna loss tumeipata, guys. Where is it? Yeah, there's an error ambayo tulipata. Sikujono that loss, I think. So ngoja nirudi huku kwenye. Kuna loss ambayo tulipata would have kama sijaijono or something, I guess. So hii ndio kwenye dashboard. So kwenye dashboard inakuonyesha taken trades ambazo umetake. So kwa mfano kama hapa overall, hizi ni overall 41 trades kwenye hizi hapa, lakini nataka tuangalie general summary ya hii ambayo tumeitest. Tumetake tulikopo na 1k ambayo tumepata faida almost ya $460 na hasara moja. So for risk reward ratio average yetu ilikuwa ni 1:3.6. Monthly gain ni hii hapa, weekly $100, daily ni hii hapo. Hizi ndo taken trades ambazo nimejiona, lakini nadhani ile loss ni kama nilijiona off siku 7 hapa, sioni kabisa, so it's not here. Now guys, kupitia hii video tayari umeshajifunza jinsi ya kufanya backtesting. Nitaacha link kwenye description ya hii website ambayo unaweza ukaitumia. Go use it, nenda utumie. Backtest your trading strategy before you use it on the live. Itakusaidia a lot of times. Okay, so you tell me umejifunza nini kwenye hii video. And nimekuwa nikirecommend sana kwamba material kama haya ambao unayaposti kwenye hii YouTube channel inabidi uyatumie. Usipoyatumia you are letting me down, to be honest. So I hope I will see you to the other side without time wasting. Sitatumia muda wako mwingi, ni just kwamba ni material yote ambayo nimeshare kwenye hii video, nimeweka link kwenye description ya hii video. You can just follow it. Nenda siku ya leo, usiweke kichwa chako kitandani pasipo kufanyia backtesting ya strategy yako, so that next time when you hit ile sell button ama buy button, you know what you are doing. Unajua jinsi kitu cha kuignore na kitu gani ambacho unatakiwa ukifuate. Trust me, you are going to win massive. See you to the other side. Peace and salute. You know the vibes.